Ladies and gentlemen, boys and girls, madereva na makondakta, food soldier na food soldier, sabari yenu. Welcome to another podcast. Tumepotea kidogo but pia jamaa alikuwa kutafuta mama. Nafuata the footsteps of Bravo. Kazi mama tu. Hata Bravo by the way disaya hajachiliwa na mama, ndio maana kuja podcast. If you are new here, we discuss matters buses, traveling, new locations, and today you introduce or introduce. What wanaume introduce? Mimi to introduce. Introduce alafu guest ni introduce. Atuna introduce guest. Moja mo already ashakuwa ready. Guest ako wapi? Hebu introduce. Amesema wanaume wanajiintroducingi. So unajua katikati yetu maybe kuna watu si wanaume. So anaweza kosa kujiintroduce. My name is Derek Prince. Derek Prince, and what do you sasa unapenda wa mama basi at least rembesha jina kidogo. I'm your co-host. Fan wa thank you. Na fan wa Arsenal. Fan wa Arsenal. Hiyo co-host ilikuwa inangoja approve. Did you approve? Yeah, approve. No unasema aje ni kama ulijio. Mwangi shot it. Follow him on TikTok, Facebook, Instagram at Mwangi shot it. Ndio, ni Mwangi shots. Mwangi shot it. Mwangi shots TikTok. Mwangi shots TikTok. Mwangi Facebook. Hapa kijana Ndori hapa kijana Ndori hiyo ni yako. Wagethomo ni yangu. Kijana Ndori hapa anaongea vibaya but I'm about to introduce a very good friend of mine. Juzi ametoka trip ingine deadly, hata ndio tumetuleta hapa to discuss leo. Ametoka hapa Kenya, akaenda Tanzania, Mozambique, all the way to South Africa, lakini wanaita Sauzi. So hizi sijui atoka wapi. It's an honor to present to you Stephen Okoth, Simba One. Karibu podcast. Wengine unaona sijasalimia. Lakini ningesalimia ule mmoja moja. Unaweza pita tu salimia Mwangi hapo. Kijana Ndori tuweze salimia. Unaweza mshika mkono hivyo yeyuke. So lazima tu take care of our sisters. Umeelewa? Alafu unajua ladies first. Umeona nani amejiintroduce wa kwanza. So mimi nimefurahi kukuja hapa leo. Kwa karibu. Kuna unajua kuna mahaters lazima pia niwaprovie nilikuwa nimesafiri, unaona. Sasa unaona twende South ama twende South. Twende South. Recommend barakati. Jini nashuku hizi mara ya kwanza. Hizi mara ya kwanza. Ya kwanza nilienda nikakomea kwa boda ya Nakonde Kozwazo. Nakonde ni boda ya Zambia na Tanzania. So ulikuwa ukitaka kuvuka nilikuwa nataka kuvuka Tanzania ni Zambia. Boda boda ni noma. Ile boda ni noma. Tuanze sasa hapa. Ukitoka hapo unaenda South Africa, hiyo safari unaipanga aje? Ni safari rahisi but ni safari utajibamba. Ni kama ushasikia vile mtu anaulizanga swali how much is it from Nairobi to Johannesburg, unaona mtu anamwambia just book a flight. Umeelewa? Kuna wase wako na hiyo uwezo wa kubook flight lakini Jandori hana hiyo uwezo. So kuna watu wana hiyo uwezo. Una hiyo uwezo. Sasa sina uwezo, mimi nimeenda mara 3. Wewe ushaenda wapi? Ati umeona amechanganyikiwa. Umeona anajua tu mwisho ni mtu hapa kwa ule mama na Ndori ushago. So tuachane na hiyo story. Hakuna kitu ya maana kama kwenda by road because ni road trip number 1 alafu unajibamba, you get to see a lot by then you get to learn a lot. Kwanza kama uko kwa industry ya bus unatembea na watu, maybe ukiingia Tanzania unatembea
Cause mimi kwanza mimi naenda hizi vitu zote muda ni kulana. So nikitoka hapa lazima naangalia ni gari gani imeshika route ya Nairobi Dar. Ndio maybe so ukianzia hapo unapitia Tanzania. Mwingi ya Tanzania. Unaweza ipitia njia zingine but ni ndefu. Yes. Acha tumie ni unatumia. Mpita mwingi ya Tanzania. Naingia Dar, unaweza ingia mara mbili. Nairobi na Manga Dar. Nairobi na Manga, Arusha, Moshi, Dar. Umeelewa? Ama unaweza fika Nairobi, Arusha, urudi Dodoma, Mbeya, Tunduma, which is the cheapest. But hiyo ni long kiasi. Kuna kadeka moja unaongeza ngapa katika. Ni long by a day na ni cheaper. Yes. Very cheap. But ni long by a day. By a day hata si hours. No, by a day. Wacha ku hype hiyo kitu utafanya ujamaji. Hiyo ni break bada. Hakuna dream ya kwenda huko. Wewe una dream ya kwenda. So unajua hizo place unafaa kuambia by a day. Ndio sawa. Ya producer. Asha. Ndio mtu andori atoke. Tuongee vitu zenye Ashasema it's longer by a day. Sawa. It's longer by a day. Nimesikia. Ndio kwa surprise nyuma kamera. Your surprise iko longer by a day but cheaper than this other. Yeah, unacheki easy trip. Most of the time kuna msi ata do trip for high budget trip ama low budget trip. So mimi leo ndapea wase both options. So that unajua pia for example mimi nikienda mudu high budget trip but nikirudi mudu low budget trip because either nimeenda nishamaliza kitu naenda kudu, so nikirudi si lazima nishuke pale Victoria Falls nione, sijui nishuke wapi nione, so nili naitanga back to back. Hakuna place mulala ya kurudi. Yani ni ukitoka Johannesburg mpaka Lusaka ni 24 hours. Unaingia around saa 4 saa 5 usiku. Unatafuta mahali unaoga saa 10 kwa gari nyingine na kulete Tunduma boda. Pale unaingia unatafuta mahali unaoga da. Ukifika da unapata na zile gari za usiku za Tamida ama za saa 12 uko home. So ukitoka hapa kwenda TZ. Sasa tuseme ni kwenda unaenda. Unahitaji nini? Especially kwa boda. Kwa boda ya TZ kwanza ukiwa Kenya passport holder ni rahisi siku hizi. Hakuna visa, hakuna nani. Alafu pia story ya COVID I think ilikanyagiwa. Yellow fever. So ni yellow fever na passport yako. Na ni passport ya kitabu brother. Usikuje na zile A4 papers zako za nani. Una get ni kama msa ametoka. Apply passport. Ngoja sasa ndio shida yako. Mzee umepost kitu ati I was in South Africa. Mzee anakuja kwa nini kwa inbox yako na ana passport ni kama huyu mzee. Hauna passport unataka kwenda. So lazima unaenda kufanya wapi sasa kudu. Ukishashikwa una form committee tukuchangie. Unaelewa huko? So vitu zingine ni baggage. Unaelewa? So lazima uwe na passport, lazima uwe na yellow fever. Yellow fever ni mandatory. Alafu baadaye kitu moja watu wajejua. Kuna yellow fever mara mbili. Unaona hii yellow fever ya kanjo ndio inakuwa valid because hiyo inakuanga na extra vaccinations pages kushinda kuna haka kingine kana kwa tu kaple. Umekaona kaple tu. Hiyo ukienda nayo kwanza ukifika Zambia kuna place wanafaa kugonga stamp ya cholera. Manze hii haina Rwanda hapo. Niko serious. Hata sasa utakuwa wengine hapo kwa sasa. So na pia ni avenue ya do. So ukitaka fiti mimi naweza encourage wacho kutaka yellow fever hii ya kanjo enda tu kwa nani hosi ya kanjo inakuaga well detailed cholera typhoid nani kila kitu kwa unajua tuko kwa world ina change nani angejua corona ingekuja hakuna so yellow fever ni lazima Tanzania na passport ni haya. Umetoka hapa tuseme umetoka hapa na Tamidia da. Ukishafika da unalala ama unapanda tu gari nyingine tena. So hiyo ndo kitu mimi this round ilinifurahisha. Nilitoka hapa na Tamidia saa 10. Tukapata Isinya pale kuna ajali ilikuwa imefanyika. So tukaspend again another 1 hour 30 minutes. So ndo sisi tuingie da. Tuko tunaingia da around saa 5. So na tulichelewa. Tulitoka hapa hii gari ya saa 10 jioni. Hii gari ya jioni za gari za saa 9 saa 11 hizo. So nikaingia da the next day unaona asubuhi saa 5. Na nilikuwa nishabook gari ya saa 8 ya kwenda na Konde. So pia ndo ni save on my expenses. I don't need kwenda kuchukua hoteli nilale 2 hours. Unaelewa? Hapo ndo ni take opportunity kama mtu kama huyu hajaifika da najua anaweza piga tu picha tu. Unaget so unapiga picha ama unaona mabeste, unaelewa? Then saa 8 nilikuwa kwa gari nyingine. But ukipanda hizi gari za asubuhi saa 12 utaingia da saa 5. Ukiingia da saa 5 ama saa 4 jioni hakuna gari. So utafika saa 5 usiku. Usiku. So itabidi umetafuta hotel, hiyo ni expense.
So hizo dynamics ndio zinaniwakianga vipi. Haya, umefika sasa da gari Before unaringa na hii dana kwenda kumbe unasema unaringa na hii dana ondoka da kuja kuona Nairobi. Kuja kuona expressway. Hawezi kuna kitu itakupeleka, najua ni nini itakupeleka da. Tilisho bas. unadisipandisha point ya maana sasa kitu kama moving on. Hao ndio walifanya live naweza akashukia Kitengela. Ulimwona Nairobi? Nairobi. dai jamani Alishukia afike Nairobi. Na kuna ndevu zingine zinamwangoja hapo. Alisofisi bajaji na abiria. Na hata akichukuliwa gari likichukulia huko Kitengela. Mnafanya mtu aje hata oni Nairobi. Unajaga una bia kijiji imejaa na si abiria. Na si abiria na si staff. Alisikia tu express. Unaulizwa mnaenda unafanya wajibu wako tu. Tunangoja abiria. Ndio sasa mpaka na Konde. Gari sasa hapo. Da na Konde mimi napendanga as much as watu wanasemanga zinakimbia but New Force ni gari poa. New Force because number 1 ni cheap. But another la chini. Another gari nyingine ya pili ni Daraja la chini. Ni wa cheap na mupande huku unanisheki lango. But lazima waingie Ubungo. Cause ni kama ukienda Kampala sisi tunakuwa na stage mbili, kuna gari yetu ile uptown so sheki lango ni kama uptown. Then sasa ukienda Kariakoo kuna gari kwanza hiyo gari inaanzianga Kariakoo inakuja chukua uptown, so cause da ni kubwa, labda is a business hub. So lazima ukue strategic so that upate so hiyo New Force inakuanga, alafu ni company ni kama ni group of company cause ni New Force na Golden Deer ni wase. So unaweza tu umechukua ticket ya New Force ukienda kupanda gari unapata umeingizwa kwa Golden Deer, so usishtuke. But how do mimi nimeenda nao throughout na I think once ndo nilipanda Ngabudi. So hiyo sasa safari tena toka Dar mpaka another 17 hours. Tanzania ni kubwa, siwezi jua kilomita but Tanzania it's big. So you already ni siku 17 hours. So already siku mbili 17 hours. Sema ulitoka hapa route za huko za highway hazijazi hata hazijazi. Za huko hazijazi ndio. Unajua kuna Tanzania place tuliendanga. Tulikuwa tumetoa highway, tulikuwa tumetoa haya kutoka Kigali, soja wa Kigali. Walikuwa wanakuja Summit hapa alafu waingie Tanzania. So wakatuambia ni aje turudisheni kwetu but msitupitishe Nairobi, mtupitishe na Kampala. Nikamwambia dereva wako anaitwa Oha, nikamwambia babu vipi mimi nishukisha hapa. Na nataka kurudi hata. Hiyo safari hiyo hata ndo tumefika nusu. Sasa unakushukia nusu uende nusu nyingine. Tanzania that is how fast Tanzania is. Na madereva huko na manager je considering jaba huko. Unajua huko Unakula jaba watu lazima wengi ama jaba ni mindset tu. Siwezi wadanganya na ndawaambia ukweli na si Tanzania peke yake. Hata Zambia ukifika, hata Kigali ukifika, hata South Africa ukifika. Sijaona mtu anapiga jaba. So at the end of the day ni vitu mbili, number 1 ni mindset, number 2 ni lazima tu formulate policy ya lazima. Sisi kama highway gari zetu tunakuwa na madereva wawili. Ni lazima tuweke madereva wawili. Hakuna tunibamba kama hiyo story ya ajabu unauliza. After every 7 hours walikuwa wanabadilisha dereva. Unaget? So dereva ametoka kwa gari anaenda na mahali analala fiti because anajua the next 7 hours tutakwenda kwa boda fulani, atenda mahali aoga, akirudi ako fresh. So hizi 17 hours huwezi niambia mimi udrive hata kutoka hapa mpaka Ocha na nirudi na sijalala. Unaget? Na je tukiwa watu wawili. So jaba kwangu ni mindset kwa sababu nakwambia nawe ile usingizi kikupata hata uko na taksido unatoshana na kichwa ya utalala. Umeelewa? Na utaingiza hiyo gari nyuma ya lori. Unaelewa? So ni luxury na ni mindset. Nishana dereva taksido. Umelala na uko. Nishana dereva fulani ako java lakini macho ni mzito. Sasa ako hivi tu maji na ako java anashinda ameweka gari pembeni. Unajua kitu moja chedo waambie nini ukula ngira chedo waambie. Mbona kuna mbali utafika usikie kulala kabisa hata ukiwa naye uko taxi mpaka unasinzia, lakini ukitoboa hiyo unaweza kaa siku mbili hujalala. But I think if you just have a good rest
Hata wewe kazi yako unaingia saa 2 mpaka 5. Asante. Uwezi toka Kampala for example gari za kwanza. Ukiingia hapo umeingia latest tuseme wanaingianga 5 ama hata 5:30. Unafaa kutoka saa 10. Una get? Na huku labda wewe tuseme mse kama Anuari si ati ako na boma yake hapa ati anaenda kwa watoi watamsumbua. Anaenda yeye unaenda sio mumpenda ataenda kwa hoteli na atalala. The next time atamka aoge akule buda more than 8 hours. That's enough. Umeelewa? So mimi waambia si lala fiti. Alafu punguza mambo za mtu hapa. Punguza mambo za mtu hapa. Utakuwa sober 24 hours. So umechukua another 17 hours. So umetoka hapa Sunday 6 jioni. Ukafika huko ukafika Monday saa 5. Monday saa 5 tena ukatoka saa 8. The next day sasa Tuesday ndio niko kwa border. Saa ngapi? Asubuhi pia mwisho nilienda nilifika 5 cause pia tulipata jam. Kuna mahali inaitangwaje nimeisahau. Mafinga wanatengeneza mbao sana. Ugalo kule ukipata unapata lori tu zimebeba mbao already. So it's a very common town inaitwa Mafinga. So tulipata jam tukakaa tena sijui kale. But I think if you don't get jams of around tulifika around 6:30. So unafaa kufika mapema. Uzuri huko ukifika nini nakupa low budget. So ukifika hiyo mapema kuna gari za kwanza za kutoka pale kwa border zinaenda Lusaka zinatoka saa 10 but kuna gari ya saa 2 na latest gari ya saa 6. So by that time so penye tumefika tuseme saa 12 niko kwa border. Sasa hapo ndo kizungumkuti inaanzia. Okay, all the book kidogo kwa hii 17 hours. Usha experience madereva na misbehave. Unajua hapa Kenya tumezoea kumisbehave. Kusukumana nje. Kusukumana nje nini. Tanzania nao watu wanamwagika bro. Ni unasema mna misbehave. Lakini alafu unajua uzuri ya hii vile waliletwa night travel. So hata kama wata misbehave at least ni hao peke yao. Because malori wana encourage wa kulala. Time fulani ikifika wanaambiwa walala. Kuna lori kwa but kitambo vile nilikuwa naenda mchana. Alafu pia on the other side naweza sema sheria zao zinawasaidia. Kwa sababu wase pia they try to keep time. Mtu ataamka hiyo saa 10 atamwanika ile kucover time because ikishafika saa 3 kuna tochi, kuna polisi, kuna nani barabara una get. But misbehaving tuko ligi moja. Same class. Same class. Watu utakwambia wako misbehave ni Zambia. Na Zambia wako capped at 100 kph. Oh yes. Na TZ kwanza kuna dereva maliza mshale. Alafu ni mchina bro. Haifiki mwisho 120. Umeelewa? Inalala mpaka 140. Yaani akiona tu nafasi ni kama mtu wa nduvi. Umeelewa? Kufinya. Kuna siku nilikuwa kwa gari ya Tanzania. Mama fulani akacomplain, sijui baba mimi nilikuwa nimekatia kiti namba 1. Mbona unataka kuniweka kule nyuma? Dereva akaambia dereva conductor, vipi mbona unasumbuana na abiria? Unajua abiria ndio bosi wetu bwana. Hebu mpe nafasi akae kiti namba 1. Wewe nenda ukakae nyuma. Nikashinda nini kwani yule dereva mbona ni mzuri hivi? Wewe gari ikatoka. Alafu akapiga kwanza breki ya kwanza tukaona kidogo ikapiga tukaona hajakaa kalalishwa hivi kapita alafu akarudishwa hivi. Kijana yangu ile nafasi ya nyuma bado ipo. Alirudi mwenyewe kukaa kule nyuma. But wale wase ni wa crazy tu kama sisi. I think sisi ni mandugu sana na hawa wase kushinda hata UG. At least wana behave. UG wale pia ni wagonjwa. Haya, tuende sasa boda nini inafanyika sasa? Boda ni fani, boda ya Nakonde ni upande ya sasa vuka Tanzania kuingia. So vuka Tanzania ni Tunduma. Tunduma ni unaona sasa sisi wale ni one border post but one ofala kama yetu tunaambiwa busi ya Uganda, busi ya Kenya ama au jina zinatofautiana. So ukivuka the other side yetu ya Tunduma inaitwa Nakonde. But imegawanyishwa na gate. Umeelewa? But ukiwa hii side nyingine inaitwa Tunduma. Side ya TZ. So ukivuka of course juzi nikienda niliona pia
Tanzania ni migration wanaanza kukua na ujinga. But initially manze it's well known. Juzi hii ya mwisho experience yangu, man, I had one of the bad experience. Niliingia saa 11, saa 12 nilikuwa kwa nani. So huyu mtu zaidi ananiambia ati lazima nitoe barua. Barua ya Ati penye naenda. Nikamwambia barua ya nini? Umeelewa? Barua na ni ku-exit na umeona swali muuliza. Nikamwambia barua ya nini? Mimi na exit siingii kwenye. Umeelewa? Na already niko kwenye usopa. Kama hata nikiingia sikuitishwa barua ya kuingia. Umeelewa? So hata ukiangalia passport yangu imegoma transit, wewe niongee. So alikuwa amekataa. Ala nikamwambia sasa kama sina barua, bwana kama una barua ndio ulete $20. Akapiga hesabu haraka nikamwambia huyu ni mgonjwa. Nikatoka hapo nikaenda, nilikuwa nishaongea na bishop hapo akanidraftia kaleta tu kaufala. So si nilikuwa naenda kutafuta cyber. Nikapata na mzee fulani. Akamwambia vipi unaenda wapi? Nikamwambia wale jamaa Tanzania wamenirudisha, wameniambia sijui lazima nikuwe na barua ya mwaliko, wanaita barua ya mwaliko, lazima nikuwe na barua ya mwaliko. Jamaa nani huyo? Nikamwambia si jamaa tu afisa. Nikamwambia twende. So mimi nafuata tu nyuma, hata sijui ni nani. Manze tumefika pale, kwa nini meza niko na kila mtu amesimama masaluti, kumbe ni officer in charge. Akamwambia vipi, hebu ongea mdogo wangu ondoke. Sawa mkuu, sawa. Na hiyo ni Tanzania, imagine bado Tanzania unaingia sasa naingia kwa ngori, ushasikia unaruka mavi unakanyaga mkojo. Brother. Sasa wale kwanza nakushautia kama ushaenda kuchukua visa hiyo, sasa hujaienda, najua huwezi enda, una uwezo. Ushaenda kuchukua visa hiyo, unasikia mada na shout, we deny you visa. Ule mada anakukatia, Zambia's deny you entry. Ni kama anakudeny kuingia US, na unaingia tu kwa Afrika wenzako. Basi ali shout nikashinda una shout ya nini? Si tunaongea tu. So walinikataa wakaniingiza place fulani cause sasa ile trip ya pili nilikuwa nimeenda, officer in charge wa the other side ndo mimi nilikuwa namjua. But sasa alikuwa amepigwa transfer kapelekwa Ndola. Kwa ile border. Huko so mimi nimeenda na kiburi nadhani yuko buda nilideflate kama balloon. Nakushautia na watu wamejaa kwa line. Anza utadhani labda mimi ni mlami nimejipaka dai. Unaje na uzuri hiyo border haina visa. So mimi nikasema ni sawa sitatoka. So nikaenda wakaniingiza kwa ofisi wakaniuliza maswali. So mimi I think walikuwa wameogopa kuniperuzi kuna wakongo manze wale. Ushoro unashikwa kama mwizi. Mwangi unatolewa kila kitu, dozi inaandikwa ni pesa ngapi, walipigwa mpaka pingo. Kwa watu wame overstay. Imagine wame overstay. So wale nilikuwa like hawezi. But sasa mimi hakuna Kongo lazima visa. Manzi. So mimi nilikaa tu, mimi nataka kunisi. Hakuna msaliza swali. Walinipa tu nafasi yangu nifanye. So nikasema sitaka hapa. Nikatoka nikaenda nikakunywa chai, nikarudi tena nikakaa nikakula lunch. So nikirudi kuna mtizedi beshte yangu nilimpata ana drive truck. Na babu vipi unaenda wapi? Kamba mama anataka kwenda South. Lakini jamaa ameleta mikwara. Ama mikwara vipi wamekata kunipiga passport. Mimi akacheka babu shehe sikiza bwana. Hapa yani bila kuacha 200 upiti. Yani bila kwa do yao inaitwa kuacha. Najua usidhani ni kuachile ya kijaka. Kuacha. Najua. I deal with foreign currency. Wewe sasa akaniambia bila kuacha 200 upiti. Ni kama unasema nini? Akaamba unaona watu wote wamepanga line kwa passport zao wako na kuacha 200. So na kwa Kenya. So iko ndani. So ili ni uma cause niko. So niambie ni do nataka. Umeniweka hapa kutoka asubuhi mpaka saa ngapi? Nimekaa hapa na ni kama sina tao. Corruption mtu akwambia angitumia kitu. Boss, kwa nini umeniita kwa ofisi? Unacheki hata hapa Kenya ukishikwa niko utaambiwa utapelekwa Bangladesh utoe kitu kidogo. Hata kama si mwenye kuna mtu atakuja. Kuna mtu atakwambia pale ukipita. Hata karao. Penda hii. Umeniweka kwa ofisi kutoka asubuhi mazeni nimekunywa breakfast na konde na siku anayo plan. Nimekula lunch na konde. Basi saa 11 ndio beshte yangu ananiambia lazima aanze kuangalia. Kila mtu akiingia na kila mtu afanya. So nilikuwa napiga hesabu una imagine per day kama ni thao kila mtu anatoa una imagine per day mafala mokota donga na nini na the other side ulikuwa shabook bus
Bado. So mi basi kitu mu fanya basi yenye mu book unajua zuja ni za TZ na hiyo ndio tunaweza ambia wase. If unaweza pata msa anaweza kubukia gari ya Tanzania na Konde. Cause buda zile mchina viti zao number 1 si comfortable. Alafu ya pili umekalishwa kule nyuma. Na vile zinamwagika zile babu unavongwa. Hata mahali hapa utaenda. Umeelewa? Na barabara ni mbaya. So pale side mimi sikuwa nimebook gari cause nilikuwa najua wana gari moja. So nilikuwa najua kutakuwa. So but kitu iliniudhi ni sasa hapo ndo nilala day 1. Kwa sasa nilibai saa 12 hakuna gari. So ilibidi vile nilipata imagine Umeingia boda saa ngapi? asubuhi saa 11:30. Umekaa hapo the whole day mpaka 6 jioni. Mpaka jioni ndo naambiwa kumbe nafaa kutoa. So umegongewa hiyo 6 ama tena umeenda kulala? So nimegongewa 6 niko the other side nilikuwa na option. Nilikuwa na option, nilikuwa naenda kuna hizi gari za hapa Kenya tunaziita numberless, gari za kutoka port labda zinapelekwa UG transit. So vijana wana doing job. So kulikuwa na Prado fulani hapo alikuwa anambia boss vipi hebu tuenda kamba, lakini mimi ukienda na mimi ujue tutalala wapi? Serenje. Kuna tao fulani kubwa Serenje katikati. Nikamwambia hiyo ni upuzi, si afadhali ngoje basi. So ikabidi nimeingia kwa hoteli nikalala. Asubuhi nikatoka na basi fulani inaitwa Juldan. Juldan Motors. Juldan Motors. Zile zenye na download. Uzuri ni download nikiwa huko. Wewe hata ukidownload ukiwa huko unaona. Mimi ndio nilikuwa huko ama wewe ulikuwa huko. Unaona? Juldan sasa umetoka 6:10 asubuhi. So hiyo unatoka hiyo gari ya Juldan inatoka ni gari ya saa 10. Ukitoka 6 ama 4 am. Zambia pia ni kubwa kama nani tu. Kama TZ. Sasa hiyo umebook mpaka? Hiyo nimebook mpaka Lusaka. Hawana gari sasa Lusaka border tena ama Lusaka Capital City. So nimebook. So hiyo kuna gari za 4, kuna gari za kama hii Royal Africa. Wanatoka 6 area photo. Kuna gari because unaona hizo za 6 za nani? Jua utalala mahali. Hautafika utafika ni mbali aje? Ni mbali cause unachiki kama mimi hawana night travel. Hawana. Wale ikifika saa 5 weka gari pembeni. So ukitoka kama the last ile ya mwisho nilienda nililala Serenje kwa sababu nilitoka na gari ya saa 6. So nililala Serenje. So nililala Serenje nilala around saa 5 tu kamili tulifika tukapakiwa hapo. Tukalala dereva akapotea kama kuyati kuna kamtu hapa fulani mahali. Akaamka tena saa 10 mzee. Ndio alikuwa amefanya timing hiyo. Wao anajua kuna mtu wake mahali. Masaa Juldan ilinifikisha nani? Lusaka sasa Lusaka naona ingia saa ngapi? Lusaka hiyo time niliingia saa 3. Saa 3 usiku. Ni mbali. Kimetoka 4. Hii distance ni mbali. 4. Na buda ngoma sasa hiyo ni mbali kushinda Tanzania kwa hapa ngoma zinamwagika. Hakuna time ngoma ile inamwagika si chini ya 100 because barabara zao ni carpeted well. Alafu ziko tarmac 12 ziko marked well ziko well lit. Umeelewa alafu ni big. So uko na basi imevuta dangla nyuma. Brother. Inavuta. Imevuta dangla nyuma alafu imemwagika. Alafu engine iko kule nyuma unadhani mnasukuma kwa sababu usikiza. Basi gani ya Juldan? Nilipata hizi mama kopolo andari. Hizo F310 hizo. Hizo ziko zimerefushwa pia. Zote kule wana standard za nini fulani. Pale unaingia gari unaambiwa nini maximum number of passengers ni 70 na si 3/2. Sio zile gari za Luko ni 3/2. No, nani alienda nani alienda? Unaweza pata ushaona kitu ukiingia Saudi kuna tunamba slip liner, main liner, business liner, umeget. So hizo unapata ukifika sijui ni business liner kitu kama hiyo ni 3/2. So pata hata kidabo. So hiyo ndio about 8. Double decker 3/2. Yes. Ama upate airiza, ama upate 2/2. Sasa na mwanamua wanaanga hapa mtu ati anadharau gari ya Machakos ati ni 3/2 Scan F310 kule kuna mbuda airiza i6S Plus bro 3/2. So patieni watu wa Machakos nafasi bana. Umeelewa? 3/2. Na unapata labda hata kama ile Greyhound 3/2 natoka Intercape. Inatoka Johannesburg mpaka Cape Town. Wewe unatoka hapa mpaka Busia una complain unasema 3/2. Sijui tumefinyana kilomita kulia. Mtu anapiga almost 18 hours. 3/2.
but kule ni ufike bei. Anyway, Marco Polo Andare ni ma F310. So tuko Lusaka sasa. Lusaka mlifika? Lusaka nilifika saa 3. Saa 3 usiku. Kwa kule kuna kitu fulani mtu anasemanga ukifika boda ukitaka starehe panda Juldan. Starehe. Ukitaka adrenaline panda kuna hiyo Jcas, kuna power tool. Hizo power tool ndio na hizo unaweza fika hata 5 umefika Lusaka. Sasa yenye mwenzako kuna huyo Royal Africa na Juldan anafika saa 3 kuna mtu alikuwa shalala. Royal Africa pia ni ya starehe. Ni ya starehe hawana pressure, ni busy. So they used to come TZ. Hiyo TZ wana siasa. Alafu policies zao they are not friendly for foreign countries. For example, hiyo ujinga ya lazima uingie kila stage. Na kwa kila stage kuna do unalipa. Kwanza kwa wewe ni foreign number plate wanasumbua sana. So unatoka country bus. Limuru unaingia stage. Ukitoka country bus Limuru kuna yani lazima hata kama kuna mtu anachukua hata kama kuna mtu anachukua lazima uingie utoke uonekane umetoka wanafuata. Sasa hii wamepunguza. Unajua hizo vitu zote zifanyanga kama ni kama Kenya. Kenya si ajali kitokeo tunarudi kwa michuki rule. Kila mtu afunge safety belt. Kila mtu afunge seat belt. Seat belt zote ni inspection una get. But so hiyo story ya kuna time ni kama breakdown. Pap nafika unasimamishwa na mpaka hapo 2 hours zako ziishe kwa hapo unafaa kuona pita. Sawa ndio hapa saa 8. Nikai 2 hours. Mwanga moto alafu sasa I think inasaidia historia yenye wanasafiri usiku. Inasaidia kwa usiku na ni polisi mgani kwa barabara unless ni military places kuna hizo ma checkpoint na hizo checkpoint ni za security tu. So unatembea utafika saa 3 usiku. Utafika saa 3 usiku. Saa 3 usiku nikatafuta place uzuri ya Zambia. Security man iko sawa. Hizo trip nimeenda Zambia sijasikia sijui mwizi. Kuna mtu anapika kelele bana ananyongwa ama kuna mtu anapigwa makofi na umeona kama mimi sasa usiku nilisikia kwanza nilikuwa naogopa manze kwa hotel nilipelekwa kulala manze ni tuchuo unatoka alafu ni giza. So kuna shida moja tu, the only thing na shida na southern countries kuna ile power ration. Power ration bado iko manze iko. So hata hotel unaenda lazima uulize kama wana generator. Unaweza fika huko umefika simu zako power bank yako yote imesha moto na uko na dogo ya pesa. Una dogo ya pesa hata una pesa ya kulipa na uelewa. So nilitafuta mahali nikalala. So ukilala sasa shida ya pia another ya Zambia. SA is not a daily thing, si daily route. Ati kesho kuna gari, kesho kuto kuna gari. Kuna specific dates. Most companies kwanza wanaenda Sunday asubuhi. Then kuna company moja inaenda Monday, nyingine inaenda Tuesday hakuna. Then Wednesday kuna company kama 2. Then Thursday kuna tena company zingine mob. Hivyo. So si kila siku. But sana ni Sunday, Wednesday, Sunday. So ukitoka hapo napiga hesabu zako. Lazima ujue. Najua kilalishwa kama mimi nilalishwa boda sasa hivi nimelala Lusaka by force siku 2. Wameniambia kwa sasa nilikuwa nitoke Sunday ndio gari mob ziko natoka. Monday hakuna gari inatoka, Tuesday hakuna gari ilikuwa inatoka. So nili waste gari za Wednesday. Ndio niliongoja gari za Wednesday. Kwa hiyo masaa yote simu network unafanya uko roaming ama roaming ni expensive sana. And that's why pia uzuri ya hizi country kutembea na passport ya kitabu inasaidia cause na passport ya kitabu unaweza pewa sim card ya nchi yote unatembea. But kama ni mtu hizi makaratasi hata UG hapa huwezi pewa passport na hii, huwezi pewa sim card na passport ya karatasi. So mimi kitu nanisaidianga to keep me constant cause nili realize sim card is the same rate na Kenya, so it's not that expensive. So nilikuwa na make sure nikifika kwa kila border the first thing natafuta ni sim card. Na kwa nini ni important? Nilikuwa naelezea Dero, when it comes to transactions that do, especially when you want to spend abroad somewhere like in outside the country, kuna kuanga na option. Kuna mtu atakwambia uweke do kwa ATM
which me I don't advocate for it because it's expensive. So you tumeitiwa visa sasa. Hiyo visa ni expensive sana. Umeelewa? Because wanakukata both do ya nini bank charge na conversion rate. Umeelewa? So ni expensive. So the best thing ndio muuliza. So nikibuy kadi inanisaidia na two things. Number one, data. Yeah. Unaona data. So ninakuwa connected throughout. But number two, kuna M-Pesa Global. So pesa zangu mimi naziweka kwa M-Pesa. So nikitaka kuna data M-Pesa ina function. M-Pesa hata ni M-Pesa ya Kenya ina function hata kama una data. So kuna hiki tunaitwa M-Pesa Global. Nikiwa na line ya Zambia for example, naweza transfer do. Kwa hiyo kadi nimebuy, naweza transfer do from my Kenyan line niweke kwa kadi ya Zambia. So natumia do, unaona vile M-Pesa? Naweza tumia M-Pesa ya Zambia kubuy kitu, kulipa bill, withdraw. Unaona? So it's cheaper than kutoa kwa ATM. So hizi countries zote ukitoka hapa TZ unaweza kuna M-Pesa yao. Kuna buda mimi na kuanga ni kama mwizi, nina line kama 10. Ndio maana ukipigiwa simu upatikanangi. Hapana, nikipigiwa simu na wajambazi kama wewe na Aida, mtu anamkukua kama safina, siwezi shika. Unaona? Siwezi shika. Namba 2, time unanipigia nini simu uko kwa shida. Uje nipigia simu kama uko, unaona? Unaona? Nisaidie. Hiyo kitu nasaidia because number one even for communication, just wewe ukiwa huku na una mabeshte family iko huku, so for constant communication data is key. Na ukidu roaming, kuna siku nilikuwa naenda TZ my friend na ni TZ unakatwa hadi kupigiwa. So the beauty ni kuwa na line weka WhatsApp. Uzuri siku hizi unaweza pigia mtu na WhatsApp na Facebook. Unaona? So hiyo ndio kitu line inasaidia, na hiyo inakukeep. Kwanza kama ni travel ama ni food soldier, utakuwa na update wase throughout. That's why nilikuwa naambia wase nimefika, natoka, naenda. Zambia pia kuna mobile money. Mobile money iko kila mahali. Sasa ni wale wa tumeinfluence kila mtu. Sisi watu wenye tumeenda overseas. Achana watu wenye tumeenda hata boda hajavuka. Boda ni mbali. Mwisho amefika Sofia. Unaona Kisia ninja kwenda Busia na kuingia hapa Ndori ya kushuka kule chini kwao. Hiyo Kisia hajaipita. Acha na boda. Hii mtu hapa ni Mombasa imemsaidia. Kama si Mombasa hata mtu hapa angefika. Hata mimi pia Mombasa ni hela. Hata overseas wapi? Hela overseas. Lalikoda ndio. Overseas wapi? So sasa umekaa Lusaka wamekupea 2 days. Manze ile kufungiwa kwa Busia nani kwa boda na Konde wale ni waste. So umekupea sorry nilala 2 days extra. But uzuri if you are traveling na una cross nini lazima ujue in all the borders hata internationally for transit maximum days 7 days. Because anything can happen. Umeelewa? So it's always important uangalie passport yako. Msafai kukupigia passport at 3 days transit. No, maximum days ni minimum days nafa kukuwa ni 7 days. Minimum umepigwa 7 days for transit so that in case kitu imefanyika hapa katikati unaweza ingia kwa gari labda gari imeharibika. Umeelewa? So unaweza kufika mahali uje overstay. So ile siku unatoka umekuwa na 7 days za kukaa kwa nchi ya watu. So nilikaa 2 days nikapata opportunity ya kuattend mazishi ya one of the driver is well known. Anaitwa Otis, si mjaka kama nyinyi. Sana mazasi hata ni mjaka. Nani? Mimi. Jina isikudanganya siwezi kuwa so katenda mazishi ya beshte yangu tumekuwa tukibonga sana online. Then sasa Wednesday nikatoka asubuhi mapema saa 10 tena bro 4 am yani guys so hiyo lazima tu kama naenda lazima ulale karibu na lazima ulale karibu na nani. Maze there time coach acha na hizi mtu anakuja kucomplain FB ati I was late na wakaniacha na wakaniongelesha vibaya. Buda ndege na watu ushaona ile clip watu wanalia wameachwa na cruise ship. Sasa wao wameachwa hapa na ndege hapa ya watu za gari hapa ya watu za 500 tutaletea makasiriko. Ndege hata ngoja toka unaona hauwezi wewe pilot wa Grogon hebu tuambie sio kiwacho unalipa ndio kutengeneza nini yako. Body first acha nikwambie
People should learn that gari kwa changi. Wewe unachanga gari. Wacha tuongelee ndege, najua uko na experience ya aviator. But tuambie tu. Hiyo ndo watu wasikilizaji. Knowledge anaenda kutuwekea ni aviator na Google. So usidhani ati ni experience. Na tuambie ndege ikikuacha, what is the experience? First, mimi nakwambia tu what I normally see people doing because mimi siko kwa customer care. Uko wapi? Uko? Mimi niko kwenye napeleka watu. Now the thing is, jamaa kazi yake ni kupima wewe. Ukiacha na ndege, kuna there is that cafe yenye unalipanga to change your ticket to another flight kama kuna flight Hata ingine. unaharakisha. Waambie ukichelewa kucheck in Kucheck in peke yako. Gari hajatoka. hata si zimetoka ndio ile. So long as the gate imefungwa. Na uko huko. Na hata na check in ndio ndege pa. Na ticket yako ni flight yako inatoka saa ngapi? Ndege ndio hii. Na uende. So the same thing ina happen pia South. South Manzela, man they are time conscious. Mimi nilikuwa nimelala kwa hoteli fulani. Yani penye niko naona hiyo kuna hiyo ka petrol station. Naona tu Puma. It's very famous na gari za South zinapaki hapo. Naona tu basi yangu pale. But they are so watu, I think they have good customer care because by the time niko naamka kuna swali kwa melala kwa gari. Wanakubalisha kama gari yako basi kiingia mnangoja. Thank you. Na nini? All jani umetoka achana na sisi wa Kenya tumezoea tu kuchelewa na tu complain tu yani kila saa. Ukitoka TZ hadi sasa umefika Lusaka. Mtu mwenye ameachwa, what normally happens? Unapigiwa simu, gari yako iko karibu kutoka, umefika wapi nini? Let me tell you something. Ama hapa Kenya ndo tunapigianga watu kwa bembeleza jona. Kenya kwanza si tuko na courtesy. Hiyo ndo abiria wetu wanafaa kujua. Wacha ni kwa kweli. Unaona the fact that hata umepigiwa simu, buda ni favor umefanyiwa. Usione ni kama ndo umefanyia company favor ndio umepanda gari yao. Una get? Cause wewe kama abiria unafaa kujua hujahaya hii gari, si wewe peke yako na maybe na hizo gunia zako na safari nazo. Una get? Hii gari kama ni 46 seater, tuna hata 45. Kuna 45 una get? So mimi kama mwanabiashara, interest yangu ni all the people na sana the mass. Una get? So mimi nichelewesha watu 45, muda na kuna kitu moja mjaya sana. Amidi sawa watu 45. Kuna msee labda hata flight yake ni kesho asubuhi. Mimi nishaitoka na mzee Kigali, kumbe anaenda USA na nataka kuwa nini JKA, mzee KQ. Gari karibika. Alitupigia magoti akatokea watu wangu. Kama mnajua mtafika, mniambie. Bravo picha kama ambao usijali na kufikisha. Yes, boss tulifika akatupatia 5,000. So wewe umechelewa ni kuongojea na kuna mse labda hata anaenda appointment. Alafu nimekufanyia hadi courtesy, nimekukolia kwanza. Alafu msikianga mpaka nini staff wetu anampiga uko wapi ati niko Ngara, fanya hivi, shuka panda pikipiki. Bado unakuja kuchelewa. Gari imetoka 20 minutes bado unaona yani unaona ni kama umekosewa dunia mzima. So ule sasa unauliza. Boss, Abud nimetoka Tunduma na kuja Abud. Aliniambia na nilienda almost saa 8. Brother, unajua gari ilitoka before time. Hii ya juzi nakuja. Waliniambia boss, usilale mbali. Hatutakungoja, hatutakupigia simu. Umeelewa? Akubembeleza. Baba, nasi akwambii tafadhali kaka na kuomba. Hizo ni zile tunadanganyana. Mjomba, usilale mbali na gari. Gari, umeona mtu amesema? Gari haitakuacha, utaacha gari. Bro, unadhani ni jokes? Saa 10 ilifika. Gari litoka bila watu wa 6. Na kupigiwa simu. Hakuna kupigiwa simu. Saa 9 usiku nani kupigia simu? Utajuaje kama hata unanyonga? Kwa hizi na sheria mkononi. So sisi hapa Kenya tunakuwa watu wanakupigia manze muanga na urimia nini booking clerks wetu.
Unasikia akitafadhali, mwingine sasa uko wapi ati niko fanya hivi, shuka tu hapo penye huko, hii gari itapita hapo. Hapana, kuna kitu nakuja kuchukua hapo Nairobi. Unakuja kuchukua hapo, unakuja kusafiri. Unaona? So sisi tunakate. Kuna mwingine sasa figiwa, alafu ni aje uko wapi? Ati naona gari. Sasa ukishaona gari, haya, si gari imetoka, ati uko wapi? Ndio inaona gari. Kumbe jamaa kwa ngara. Anaona ile gari kwa. Anaona gari sasa. Gari kwa parking na kwa ngara sasa. Gari kwa River Road. So anaona gari juu haijatoka. Mimi sijachelewa bana. Naona anaharakisha 5 minutes before 9:30. Ati ni Kongara. Naona gari. Sawa. Sasa akishafika sasa gari zimeshatoka like ameingia hapo like 15 minutes after. Akaambia si ulisema unaona gari. Mbona ukukuja gari? Ndio ndio nalimuuza. Huyo jamaa alikuwa anapigana tulikuwa na ngara. Abiria wanaweza onyesha vipindire. Kama designer unakuja ati abiria anasema ati mimi hata for example sijui company X kuna huyo booking clerk wao na madharau ananiongelesha vibaya bro. Leo tukiongeleanga vitu booking clerk wanaongelea sio wanapitia sio mchezo. Mtu anaweza kuja hapo na stress za maanze kutukana booking clerk. Unaget? Nao ni binadamu. Unaget? As much as tunawaambia customer is always right, but kuna hata ni mtu unaget? Umekuja umempigia, kuna msali kuja akapiga kioo akaivuja alilipa. Umekasirika sasa. So before to solve problem yako umekasirika, umevunja kioo. So hii kioo tunacharge 7,500. So tulipe. Yes, we understand your anger. So tutasolve. But kwanza tulipe. So una imagine hawa so upitia nini daily, unaget? So msana anaenda mpaka unizwa na kupigia simu kwa wapi, bado unakuja umechelewa. Alafu ukikuja umechelewa unataka kuongea mbaya. Umezao kuna abiria 40 kwa hiyo gari, kuna place wanaenda. So the same thing iko Southern Tanzania, but sisi katesi yetu mazisi on another. But for them they keep time. They keep time. Nafaa like what was the issue hizo. Una keep time to kama Dreamland ikikwacha imekwacha. Boss gari Dreamland ikikwacha hours na inafaa ikafe within a certain time. Do you have kama yeye umesema ya Lusaka inafaa kufika before saa 5. Inafaa kufika before saa 5. Unataka gari ichelewe walale kwa kichaka. 30 minutes hapo. 30 minutes hapo na unatokea hapo na anafunga belt. Umetoka service. Nafunga belt na bag yangu kubwa hapo. Na nini na ile discipline ilikuwa imekuwa instilled ile time ya COVID. Hiyo ndio inafaa. Hiyo time ilikuwa sawa. But now ikifika saa fulani hakuna simu ni gari toa gari. Juu anajua usipotoa utachelewa. Abiria wetu wa Kampala wa daily watakuambia. Kwanza wakisikia ati kuna abiria, wachana na yeye. Kwanza Waganda, wachana na atakuja na gari ya maziwa. Waganda washajua Kiswahili. Wao ndio wana support abiria mwenzao aachwe. Cause anafaa kwa time. Anaangalia anafaa ufike na kawa saa fulani, mzigo wake inakuja yeye afike at least 2 hours alale afresh na enda chukue mzigo. Alafu unamwambia ngoje. Gari mzigo ifike mbele yake. Si angepandea mzigo. Now that tulifika huko Lusaka. Hapo pia kuna country bus. Wana kitu inaitwa intercity bus station. But buda ile si country bus. Kuna country bus na kuna hiyo. Alafu kuna country bus moja. Yetu. Wacha na hata na Zambia hapa Tanzania. Umeelewa? Kuna country bus. Alafu sasa kuna bus station. Zile za wenzetu kuanzia Tanzania kwenda huko ni bus station. Hiyo ni bus station. Ama park station. Ukiingia pale Joburg wanaita park station. Hii yetu hapa country bus. Hakuna order. Hakuna lupa anakupigia kelele, lupa anajua. Hakuna order ile place. Ushaipita hivi una watu wawili na una bag iko Janam Express, mtu wako moja kwa pale Climax ya kwenda sijui wapi. Ndio unajaribu wewe uko unaweka ndani ya gari. But at least nowadays wamejaribu Hiyo staff relax. Nataka kufanya hivi. Kesho
tuende kwetu Koja, tuende kijana ushukie Koja na mzigo uone. Unasumbulia tu kwa River Road. Dori, unaenda Dori. Hata unashindwa amejua aje kama watu wadogo wanakuwa na ndevu zinakaa. So sijui unaga. Ndio ukashuka Sasa nikwambia last hii rush ya December hii. Unajua kitambo kulikuwa na ghost buses. Mtu amesimama tu hapo na receipt. Na anakata nazikata. So there was a time nilikuwa nimeenda hivyo. So nikapata like ile kupiga tu malapu na Salima best huko. Nikapata karao fulani anauliza huyo jamaa hii basi iko wapi? Na nipatie receipt. Like walikuwa wakuja kuangalia receipt kama ni authentic na hii basi iko wapi. Sasa hizo jamaa amesimama katika Eldoret Express na Climax. Huwezi jua nakatia. Na nakata Unaenda Kakamega anakukatia. Unaenda Busia anakukatia. Unashindwa gari inaenda wapi? Walimweka hapo. Sasa nikakuwa curious. Hebu acha nisikie kwenye story inaenda. Kukaka kiasi jamaa ameshindwa kuexplain hii basi iko wapi na ni kampuni gani. Kwa sababu ndiko bus ticket. Busia anaikatia 2,000, Kakamega 15. Na anakata kila mahali. Basa zingine pia abiria wetu wafanya ufala. Una get? Unajua sio abiria wa daily. Time say like msee anajua ni rush ya December hakuna gari. Ameambiwa hapo kuna gari lazima. So niyo desperate. So jamaa akachukuliwa hapo Country Bus kuna kale ka police station. Akachukuliwa akapelekwa hapo. Hello. Haya juzi pia there was a hapo River Road. Sijui kulikuwa na kampuni sijui inaitwa sijui Modern sijui Bus sijui what. Jamaa amekatiwa 2000 Mombasa. Alikuwa maadhi, I think alikuwa ametoka Warabuni, so bado hajashika rada nini. So Angria kamleta hapo kwa gari. Akamleta Mombasa ra. Wala sasa shamkoroga akamwambia cheki basi yetu maribika, so tutakupeleka kwa basi nyingine. Sasa ashakata 2,000. So maadhi akana dereva wetu anamwambia ulikuwa umeshakata gari naona nilikuwa umeletwa hapa. Ati nilikuwa nimeshakata hii basi. Sasa dereva anaangalia hii ni kampuni gani? Sasa ndiye anamwambia hii kampuni by the exist. Hii ni tiketi tu ya mtu. Sasa maadhi juu alikuwa amechoka na nini akaachilia tu ingine. Akakata tu hiyo basi. Akasema mimi nataka tu kufika. Nimechoka. Mimi nataka tu kufika Mombasa. Seat ilikuwa bagi moja akasema nikatieni tu seat hata kama na price yote nyuma hata. So that will change. So unaona sasa kama hiyo initiative yenyewe makara alikuwa ashaanza kuchukua like hiyo kitu inafaa ku extend hadi like everywhere. Jupio ndakupenda. Achukue kusoni. But at least wapi TR nataka kukuna na nasikia na mimi napenda kitu kwa sababu check ukienda kutoka Tanzania unaona kama pale Ubungo one of the main facility kubwa ni police station na unaona vile ukienda wewe ni aviator master ukiingia kwa pilot kwa airport huyo ni OCS ama ni nani wa hiyo wa JKI ni best yangu like kuna a fully functioning police station. So the same thing na bus stations za wenzetu hata ukifika pale Lusaka Intercity maze kuna ofisi ya nani OCS na kuna karawa wana monitor so that I tell you the truth, this is the third time nimeenda Lusaka. Sijawahi ona indiscipline case. Sijawahi sikia sijui ati mtu alikatiwa gari exist na nani. Guess what? Hawana activity to function kama unaona ile ofisi ya Tamid, ofisi ya Mombasa Ramo, ofisi ya Baska, unapata mtu ameweka booth kama M-Pesa. Na anakatia kimakopology. Unaona? Makopology. But hakuna wizi. Unaona unaweza dhani ati kuna ofisi kama hii kuna sijui launch fulani kali kuna screen hapo hakuna bro wako ni kibuti ya M-Pesa ni kama unakuwa zile vitu loto kibuti kama kia loto unachora receipt hivyo na mkono nyinyi mnatusumbua hapa tio sijui kwa nini wanaenda sijui nini hawajaenda online nini ndio utusumbua atiendo print receipt atiendo print kule apology 8 brother unaona kitu imeandikwa na nini amescrub hapo na Bairo aliandika jina lako vibaya kaipiga akarudi hapo juu
Ni mnatusumbua. Iriza i6s. Watu wanapanda nani? Hebu sasa kwanza tumefika Lusaka. Acha tuendelee na hiyo story ya Lusaka. Lusaka ulitoka 3 sasa. So ulitoka 4 Lusaka 4 asubuhi. So Lusaka hata sasa kuna Jonda bus service. Jonda bus. Man, now I say service yao ni excellent. Sana. Yani and when most companies kwa chai. Unajua kitu moja chai na chips na chicken. Wana ufala za ushago za watu wengine, unaelewa? Wale kwenu boss kule ushago kwetu wale wase like wanna try to emulate what airlines are doing. You just have such an experience hapa chini. Tulikuwa tunaongea na Dero tunasema saa zingine bus fare tunaserve wase haitakuwa so much atuotengeneze chai watu 43. Umegeta ama upeane maji, wacha tuache upeane maji watu 43. Kwani maji packet moja ni pesa ngapi? Ni 350, 24 pieces. Ukibai mbili ni 700. So hiyo 700 kama unabeba mseo, hata tuseme unabeba 1300 Nairobi Mombasa, hiyo ni kiti ya mtu mmoja peke yake. Unaget ndio mtu akitoka na experience. So that is one thing nililove na hiyo basi inaitwa Jonda Bus Services. Number 1, courtesy yao, mine is on another level. Kwanza crew yao man friendly. Ndio mtu ananiambia wewe niko nimeweka mguu kwa dashboard ni wivu. Umeelewa? Ni wivu tu. Mimi at least mimi niliweka. Umeelewa kiti folder. Unaelewa? Anadhani nilipewa jembe. Nani kamonyesha mpaka ticket. Uli export Ukenya yetu huko sana. Hiyo nao nimekubali. But all this nijua vile umeuliza swali main services wala settings. Number 1 vile wana deal na abiria wanakuchukua kama msemo international. Hata kama ni Mzambia watassume mse ni customer. Baget asubuhi si tumetoka 6 mzee nilikuwa nimejipiga suka ya Masai hapo na amushwa black or white coffee. Sauti anayo mzuri kushinda ndio kama chali. So swali ndio kwenda Tanzania kuona ule mdemo wa TZ. So hata nilikuwa mesa walikuwa mdemo. Kama TZ ndio hujafika Zambia utafika. Ni mdemo basi hostess. So after that lunch bro nimeletwa Hungry Lion, hiyo ndio ni kama KFC ya kwao. 3 pizza brother na chips na soda. At my ile tu bus fare nimelipa. Tumefika niko serious. Hii gari inatoka Lusaka mpaka tunaenda Joburg 24 hours. Kuna stopover ama ni stopover ni border. Na kuna boda mbili. Kupunguza hiyo kusimama amekuletea. Hata si kupunguza kusimama, just having good service. Amekuletea 3 pesa. Manzo kwanza alinipatia breakfast. Umeelewa? Namba 2 sidhani hizi basi ziko na choo pale na si haja kubwa brother. Usipige maragwe na mayai uanze kutunukisha choo, ni ile haja ndogo. Wanakuwa naonsia pia, umeelewa? So kuna walikuwa naonsia juu. Alafu nimeenda huko mara 3 nakosa kujuaje. Unaona? So kuna hiyo service. So stopover sana ni border. Umeelewa? So asubuhi saa 12 nimepewa chai. Hii gari imetoka hapa saa 10. Saa 10. Boda inafaa kufika saa ngapi? Kuna boda mbili hapa katikati, sawa? So by saa 7 kwanza nilikuwa nimefika boda ya Botswana na Zambia. Ya Botswana sasa hapo umepewa breakfast. So hapo ni saa 7 na kwa maana saa 7. So hapo nishapewa breakfast na nikifika Livingstone nikapigwa lunch. Kabla ndio ufike hii boda na kwanza before nifike boda. Nikapigwa lunch, alafu wale wasema basi zao ni safi, kuna mapepa. Umeelewa? Kuna mapepa. Unajua tusikie njaa wewe acha kuniambia hapo. Unasikia njaa. Wewe unasikia kila siku. So si foreign. Umeelewa? So basi zao ni safi. Osha na nini? Mbukinya imetoka nani inashuka. Utapanguza maize corn, utapanguza diaper, utapanguza kule. Ukishamaliza wanawaita bus hostess. Host sana kama ni Charlie, hostess najua ni Dave, unaelewa? So anakam na hizo notes zile politics kuna nini za kutupa. Manzi ukishamaliza ile karatasi yako ya KFC unaingiza pale. Basi inabaki 24/7 alafu anapiga mpaka dasa. Buda uweze kosa job. Wewe ndio uweze kosa. Buda niweze kosa job. Wewe ndio uweze kosa job. Mimi nimepita hiyo experience. Si kwamba mimi nadhuru wewe ndio umeanza. So basi inapanguzwa. So una imagine nimetoka 6 nimepigwa chai.
nimeenda nimeshajuana na mahoso, nimekaa pale ni safari tunajibamba story unakachapwa na kupatia story zao. Pia kule watu wanaanza small kama huyo dere anaitwa Sergio. Sergio pia alianza tu kuosha mabasi hivyo hivyo, ndo mdosi akamwona sasa hii ni senior driver. Umeelewa? Sasa brother nilikuwa nishaanza kusikia njana shindo na kuru ya huku inakuanga wapi? Umeelewa? Nikwambia Ukenya tu yani Ukenya tu yani inakuanga wapi wala. Kidogo tumefika Livingstone tukaingia kwa petrol station. Naona one of their staff. So wako na mastaff kwa kila region ana serve purpose fulani. So huyu kazi yake na ana uniform filter ametuletea lunch bro. Lunch ya basi mzima. Lunch ya basi mzima. So imekuwa prepared hapo so anakuja anatupatia so kila mtu pizza 3 manze na chips na soda gani unapewa. Na soda yao ndio nakwambia. Si kama hizi zetu zimenyongwa, zao zimeongezwa pia ml, so ni kubwa. Manzo unapewa mani ilikuwa like so fair yangu hii kidogo nimelipa. Hapo ndio hesabu ya jembe inaruka. Huko kwa mali. Huko kwa mali. Hapo ndio wale bana live. Hapo kuna ule James Adola hivi Hapo ni kula na macho. Kwa ile imesafiwa based on manifest. Umeelewa? Ishapigwa simu. Kwa pale unakaa ya timu unaangalia. Brother, unakaa sasa unasema kwa this is. Anakula tu jaba. Unataka tu chokora. Atafuta piriton unakula. Lakini harufu nao ni nani? Itakuwa Ukizima. Harufu. Unazima. Mpaka njaa hizi kubadilishana. Tuseme ni kama wameshikana tuseme na chicken in. Ni kama so kule kuna nini yao itwi chicken. Of course kuna chicken in. Na ndio sasa ni kama wako na partnership. Kuna time basi ikifika mahali fulani wanapewa food zao. Kuna time Modern Coast walikuwa na kitu kama hiyo. Na unakumbuka Coca-Cola na ile na Gina Spanish pia walikuwa nazo. So ni kitu tunaweza do hapa Kenya. I think ni tumelegeza tu kidogo. Ndio tuna hiyo hataki kudeal. Hatutaki corporate. Hatutaki kwa corporate. Wale thank you all the good work. Pesa itabaki ni ngapi? Umeelewa? Nini wacha nisinge dereva hapa kiti moja mzima ninunulie watu chakula siwapeleka wewe ama Nakuru si iko watanunua so ile ni corporate tuwalipishe hiyo cho ya Nakuru na ndio hiyo but najua if you start something like that in Kenya with the time utapata clients big time si big time kesho unapata watu wanapenda vitu za bure Kenya bana roho safi hadi sikudaka hata leo tuseme tu for example kampani moja ya mweniaje watu wangu tunatoka hapa mpaka Mombasa. Sawa, labda umetoka hata usiku saa 3. Sawa. By the time unafika pale Emali hiyo nani umepigwa soda yako nani umeelewa? Saa 5 pale umeletewa ka packed lunch hata kama ni wali na kuku umeget. Because hizi vitu unaweza piga 200 180 umeget umepigiwa. Uone ambapo utatafuta nini the next time utatafuta basi nyingine ya kushusha ama hata kama si unapata mtindo hiyo sababu hivyo mtito utaenda kukula food not less than 400 ni ile nini unaona standard hata minus hivyo hata upanga mtito unaona vile mnaingia gari inaingia jisaidia rudi kwa gari chukua lunch hakuna kukaa just go 10 minutes jisaidia unaingia kuchukua lunch abiria wana appreciate vitu kama hizo cause ina maana ni courtesy that is one of the thing nilipenda na gari za huko cause na guess what nilidhani ati ndio mwisho tumefika so tulifika boda ya nini ya Botswana Kazungula bridge Kazungula border ni boda moja tamu sana kwanza ukipita hiyo bridge tanani so si nikaingia tukapasua Botswana yote so tukafika boda fulani ya Botswana na nani tulifika around saa 4 inaitwa Tolokwane si 24 hours nini boda pia so lazima tungefika before saa 6:30 so tukaingia around saa 4:30 kidogo si washamaliza kidogo naona sapa brother hata ukilipata utaro unaumwa na nini bana unaumwa utaro unaumwa na tu hiyo hesabu yako tuseme hata ni hiyo safari ya highway umetoka Mombasa umeingia Mtito umekula hiyo 400 breakfast hivi hiyo ni mostly hiyo na tuseme hesabu hapa umekula Mtito 400 na sasa hiyo umekula tu ile kitu food basic na light by the time unakuja hivi umefika Nakuru uko njaa uko na njaa wanaingia kule ingine kuleta 400 na hata hesabu akiongezea ulijichukulia maji ukitoka
Pale Buda Already ni tao. tulipigwa Ina maji. matao. Maji kwanza I think nilipigwa mara 2. Kuna ile maji tukianza safari nikapewa maji. Mimi nampenda maji. Nilichapa gapi ikaisha. Saa 7 tukiletwa ile. Hiki tu unakunywa na decency, yani unakunywa tu kidogo. Wewe ni wale mtaletewa chai kwa kale kakombe kadogo, kunywa yote. Anapiga siku. Lakini sasa ndio kunywa pole pole sitaisha tu. Sitaisha, lakini kuna vile unaikunywa. Usipeleke Ukenya huko. Sinaenda kwa tumbo, kwani nenda wapi kunywa pole pole? Pole. Here, don't self fear. Apeleka Usiaya huko. Haya. So tumefika Botswana. Botswana inaka ni bare land because ni more farming. So Buda hakuna kitu ya maana utaona Botswana. Utaona tu ni plantation, mahindi hata kasiju karibu ngapi, uone ma sunflower. So unapiga kuna border unakimbiza inaitwa Polokwane. Polokwane is it's an amazing border. Now guess what? Border ya Botswana, one of the best border. Kule ni corruption free country literally. Ukivuka hata line atuona umekata line, Buda wanaweza kudeny entry. Wanaona ni kama umecheza mchezo ndio ukavukishwa line. Buda ukishuka dereva wanakuambia tafadhali kila mtu apange line. Na hakuna swali ati where are you going wakishaangalia kwa system wewe ni visa free. Welcome to Botswana. Unaget? They don't tolerate corruption. You know, that was the funny thing. The same na hiyo border nyingine tumefika. So tumefikia border tumegonga haraka wakafurahi tumewahi kozi ukichelewa unalala mpaka asubuhi. Mpaka sofungwa job. Mpaka wafungwa na wanafungwa 6. So si tumefika nimegongewa passport tumetoka. Tumekaa kwa gari tunataka kutoka. Ule kijana koza anafaa kurudi brother akatusap. Nilikuwa like Afai kupita hii border ya Kenya. I think ni services tu zao. Anaweza but services. Mazini nilikuwa like hizi ni services gani? Pick us up. Unaimagine this time sijatumia hata bope yangu, nilibai tu data. Ni airtime tu nilitumia. Nimekula, nimekunywa, nimelala, nimeona, umeget. So na nikavuka tu hivyo na hivyo ndo tuliingia ese kutoka Polokwane mpaka Johannesburg sifa. Yeah, because tulifika pale saa 5 tukatoka around saa 7. Same bus nilirudi na. So nikirudi na hiyo ni akwenda so nikafika so bado sijafika Johannesburg ndio nimeingia EC kwa border. So tulichukua baada around another tulifika by saa 12 ndio tulikuwa tunaingia kwa park station. Na So mlitoka the previous day 4 am. So I think it's 26 hours. Well, Yeah, but it's worth an experience. It was ukipenda kwanza adrenaline ya Scania vile natembea na ile swali mko mnaniuliza Isuzu kuna Isuzu uone kwanza ukikaa pale mbele waje embrace Isuzu. wale machine ziko. Hawaja embrace Buda like limita other five. machines apart from Scania. no wako of course embrace mpaka Wameembrace power tools machine za Zongtong Mega. Zongtong Mega zinadupoa sana. Zongtong Mega inadu filthy sana South Africa. Sijaona Hata lori kwa tracking hizo zao za mining wanatumia hizi Mashakman hizi. Mashakman 3000. Daftari. so wako nani na trailer nyingine ndefu. Kule Volvo ni big time. Sijui kwa nini Kenya tujaenda. Mtu aliniambia ni expensive. Taxes zetu uzio discourage vitu nyingi sana. Vitu mingi. And also pia I think policies ama ni Ndio nimekuja kuona hata of late kuna clips tu fulani za cost ya magari. If you compare Kenya na even kina Dubai na wapi na wapi. Do you know gari unanunua Kenya unaibuy at twice the cost. Gari unanunua huko. Big time. tunataka tuomoke haraka bana. No sisi but unajua kuna kitu Magufuli alisemanga. Magu alisema before the late alisema kwa nini ni impose a lot of tax kwa wasee ikuwe burden watu kulipa, umeelewa? Alafu watu wengi wa default ama waende kwa mkato kulipa hongo. Why don't I just put something yenye kila mtu ako comfortable na atakuwa faithfully analipa na niko na massive nini tax collection kushinda hii nyingine na si collect nyingi, unaona? So that is how our other sister countries are behaving. Alafu number 2 hizi communities
East Africa itusaidie. Ni vile tu hatufuka hapa politics. East Africa, unaona SADC, Southern Development Country. That's why watu wanashindwa kwa nini Katarama anaweza nunua Airiza. Si ati anado ati ni because ameegemea ile SADC. So TZ yako SADC. Ako East na bado ako SADC. So by the fact ako kwa SADC community inamsaidia ku get Airiza at a very affordable price. Wewe mwenye uko hapa East Africa umeelewa? Na hiyo alafu inakaa. Ana import zinaingia alafu kwa trade block moja. Wako kwa trade block moja. So sisi kama wenzetu wana benefit as far as bus industry is concerned. That's why pia on the other side mnasemanga ati kwa nini hawaendi locally fabricated. Kenya hapa locally fabricated mwana vile expensive. Sasa na kuna wengine wanaidumbaka na 26M basi moja. Huyu mtu akiitisha nje through South Africa ama whatever ni almost half of that hiyo ya local. Hizo ni basi mbili. Ama hata kama nini zo biashara iko wapi. So community yetu pia tusaidie basi industry. So like wana wakitoa hizi policies zenye Buda hizi there is a certain body yenye imeweka hizi policies. Unaona tu investors akileta nini? Example rahisi. Kwa nini landlocked country kama UG wanakujanga kutoa gari wapi? Mombasa. Utazipata nyingi zinakimbia kule. Alafu saa hii nataka uende. Unaona hii Prado TX kwanza zile CG za 2013. Ukiziangalia zilikuwa zinauza at 4.5 back then, umeelewa? Hiyo time kuna mse alienda na kabai the same TX yenye mdosi wangu alibai Kenya 4.5, alienda kaibai UG, alikuwa anaibai at 2.5. Na hii gari imetoka the same place, umeelewa? Ikapita hii country ya 4.5 ikaenda alafu inarudi na 2.5. So kuna policies zingine tumeweka. Unaona vile watu wanapiga kelele, when will we ever see Airiza? Si ati wadosi wetu hawana do. Kuna wadosi wana do. Shida ni hizi zile touring zikikama. Sijui kama mlelewa politics ilikuwa na touring. Touring ilikuwa na politics. Ndio unaget mwenye aliziba originally si wenye mnaona walikuwa nazo. Mwenye aliziba originally alienda kuchukua manze ile tax. Alisema wezani. So ndio mtu akamwambia ungekuwa na route ya nje ungeenda uchukue namba ya nje. Na yeye hakukuwa na route ya nje. So nani ana route ya nje? Mash na Moda na wakauzwa wakajaribu hapa tax yake ilikuwa high. Ndio wakaenda wakaichukua UG. Mbona tuchukue ndo kama hii hata kama ni utaki kidogo tunapatia majirani pesa. So unaona hizi policy ni vitu tukitoa investors wa Kenya kesho mtaona G8. Okay, there is also a notion that politicians wakiingia kwa transport industry like bus industry hizo policies tunaweza ona zinakuwa reduced or something. But nani amesema sahi politicians wako kwa bus industry? Okay, wako lakini whatever they're trying to do bado ijazama tu ndo naona. Una get shida ya politician wetu pia ni moja. Wenye wako the reason why watu wajui ni dirty deals. The day unaona kama sasa hivi watu wanasema sijui ni mageneral mwenye Bebeto, sijui mwenye Trinity ni government. If the day tutapata a genuine political leader ama sasa si lazima politician aingie tu on the change. Kwani minister of transport haeziona kuna we have to upgrade as a nation. Umeelewa? Sit down with investors, sit down na other stakeholders. Umeelewa? Shida ni pia hata tuna blame gava bure. Kuna stakeholders kwa hii industry pia don't see eye to eye. Kama for example hata maybe mtu tu anaweza kuja sema hey guys tufinyeni Mchina siwahi ingia because akiingia tutapoteza biashara. Uki improve standards zako whatever unatengeneza watu watabai China. Hakuna mtu atabai. Sasa hata wacha kuleta Mchina. Unaingia routes watu wanasema hii route ni yetu anafanya nini route. Watafanya juu chini utoke hiyo. Sasa unaona. So politician anidi kuingia pale. Ananidi kuona Mkenya mmoja tu ni unscrupulous. Thank you. So politician anidi kuona the goodness na wellness ya whatever industry na bring. If I bring Makopology 8 inamaanisha hata tourist wetu wakikam cause anajua hizi magari anajua niko comfortable na kutravel na hii gari. Yes, unajua ni hii Kenya kuna kama tuna interest. Utaona hiyo gari tuseme naenda Uganda. Huyu jamaa hapa wako na zile tour van. Umemnyang'anya busy. Zile overland.
So anaona huwezi leta hiyo gari utakuwa na utalii. Unaget. But hizo ndio ufala tunafaa. Unachikama for example tuseme mtu kama Scania. Yeye ni general. Yeye ndio bado body ni hizo makopolo, maeriza na so hiyo tuwezi ana play sana hapa because yeye whatever will come ataivisha tu hiyo kwa chassis yake. But tukikuja kwa watu kama bodybuilders, they should never feel threatened. All they need to do, for example, hii issue ya leaking. Manze, it's been very many years basi industry imekuwa hapa. Tumeshindwa kusolve roofing problem. Then unajaa matisi ati mchina akiletwa na mchina yeye alisolve na kuparara. Roofing imeparara daily. Unaget? So mchina na yeye alisolve. Angalia zile Golden Dragon zetu buda. Roof bado iko tu ile rangi, hainyeshi mpaka leo. Unaget? Shida iko wapi? Na nini na adding to the fact kwanza that iko na AC na bado yani pale juu kuna bado ma fixing na ma mixing si ati ni iron sheet moja unaget so ni sisi to improve so na hii history ya leaking nini hata so leaking leaking tunaweza solve leaking kuna possibilities za kusolve leaking shida ni tumeshakuwa comfortable alafu tuko na watu kitu ya kublame. Ushasikia watu wakisema hajafika bei. Usienda kununua simu kwa mchina alafu unapata ati haifanye hiyo hajafika bei. Unaget? Hata kama ni the lowest product utauziwa but bado ina function. Maybe just durability, umeelewa? So kitu ya roofing ifai kuwa ni issue ya hajafika bei. Bei inafaa kuwa ni mchongo, rangi, viti, AC, umeelewa, TV. So ingine ni basic. Isn't it basic good roof? Kama unabadua gari bila tire. Usema tu hajafika bei. Spare tire. Hamna kwa gari na tire kipara. Kitu hajafika bei. So our standards bado tuko standards zetu don't get me wrong. South Africa. According to pia sisi wa Kenya tunaridhika na shida zetu, umeelewa? So as compared to shida zetu, si tumeridhika. But the day tuta demand for excellence. Umeelewa? Na the day tutataka kuhold watu to accountability. Tutaona improvement. Huwezi tu compare na wenzetu. Buda wenzetu wako miles away from us. But that saa hii ni season ya kunyesha. Tulipigwa na mvua kutoka Lusaka mpaka Livingstone. Hata tone sikuona. Ndani sikuona. Tunaendesha gari na nini moja. Naambia conductor. Una wipe moja. Unaendesha gari. Gari nani atakaa bonnet. Tukiti imeloa. Akipiga emergency brake, unaona flood inatoka kule nyuma. Masimu za watu, chupa za ndani, unaget? So lazima tukamile place, tuache kuridhika. Ni all industries wakam chini. Mbona watu wasiende benchmarking? Unaget? Hivyo wale wase. Wale watu wetu wa South Africa. Ulisikia juzi nani akilaunchiwa? Wakilonchio Marco Polo G8. All investors walikuwa kule wasikie from the horse's mouth. Hata twende hapa TZ hapa. Yutong ile siku kilonchiwa all investors walitaka kuona. By the all investors unaget si ati nikimbie tu kubaijwa ni na hapo kwa hiyo meeting is when you can ask unaget kama mbona hii na hii over this one do what is difference from this unaget but watu wetu wataki benchmarking. Ukipiga hata saa hii hawa either Master, Bambros, Labsing, mimi naweza nataka kuona siku yenye hao wadosi wamechukua watu hao wawili wakawapeleka kwa hizo nene companies zina fabricate hizi body za Eriza wapeleke tu benchmarking. Is a liaison thing, umeelewa? Hiyo English ni ngumu kwa hapo brother wa Ndori. Liaison ni like msana connect. Na kwa pia ni grammar tunakufundisha hata sisi unaget peleka msee a connect msee akaya hata kama ni wiki mbili section ya roof peke yake au ni what are they doing. Mwambia basi usikuje kushtuka labda hata wanatumianga zile form. Unaona hizo form zote upiga katikati ya mbao wakitaka kunani unaweza shtuka upate labda hata before ceiling na mabati labda una expanding form. Thank you expanding. So inafunga all whatever itakuwa imebaki unaweza pata labda ni option as small as that. Umengangana hapa years unatoanga Master amechoka unatuweka kwa water test inapiga ango moja peke yake. Acha mvua ipigi ango moja.
Mwanzo unasafiri, ni sasa inapiga ngoma moja. Umetestia hii. Inapata kona So hizo ndio shida yetu. Tutakeni kusoma. Investment ongele investor. Watake kulala. Hii ni challenge kwao. Na kwanza acha turudi kwanza hii jani. Kupiga picha wanakubali ama wanasumbua. Juu hapa kwetu Kenya watakufrustrate. Hata crew yenyewe hata minus authorities. Tunafika na vizuri na kuna ile insecurity yao wanataka kuanika. Like so huko wana react aje kile unapiga picha. Kuna ile picha moja nimepiga hata msali alisema ni kali. Ile ya Botswana. Ile wale kuna picha kali jamaa amepiga. All of them are very unquality. Hawezi kubali hazina quality. Hawezi kubali kwa nilikuwa huyu mzee ananiuliza, mbona upigi picha safi? Nikamuuliza kwani mimi nimeenda kule kupiga picha maana nimeenda. Nilikuwa na biashara adventure. You must have memories of what you. Kwani unadhani akili yangu ni ndogo hivyo brother? Kuna memory ni hapo, wala kuchukulia memory zako kwa memory itakusaidia nini? Tembea ukajichukulia memory zako huko. But tujibu swali umesema, those guys number 1 of which hii pia ni lazima ni challenge wase. Sasa sisi lazima tukwe na rapopoa na foot soldiers wetu. Lazima tu appreciate. That's why siku nilikuja the first people to appreciate mazewa foot soldier. Kule wanaitwa spotters. And spotters wako na rapo fiti na kila company. Umeelewa? So ukionekana unapiga picha wana appreciate. It's not an issue to say. Hakuna mtu atafili unamwanika manani. Authority mi boda nilikuwa nimeogopa, nikaenda nikauliza tu soja niache kana ika photo ya akaniambia anyway hata ukitaka huko ndani ende upige. Lakini na kupiga karibu mwambie kuonyesha sasa hivi kwanza kuna simu ilikuwa research ilikuwa benchmark. Unaona, so the fact that you tumuuliza manze kule wana appreciate foot soldiers because me when I travel I must have good pics, kuna two quality pictures. Funi kuna kitamba uko na kitamba nataka kufikiri nataka hiyo ndio unafikana kitamba imefika South Africa imefika kuna besti zangu wameenda Kitale juzi gari kasimama wakaenda kupiga picha dereva mwingine kwa na gari nyingine alikuja kuuliza mnapiga picha nini hapa Kenya. Yes. Wale dereva anakuwa kwa hizi group yetu ama ni mtu mgeni alikuwa wadogo. Jumeni waambie jana mlifanya prom ni choose piece. Alikuwa I think alikuwa amechoka. Mimi tungevurugana naye. Vibaya. Kwa gari yako kwa mimi nimekuja na mbona mwenye gari. Sijapiga yako. Piga yako. Unaona? Nipiga so kwa pamoja. Mbona mnapiga picha? Kwa nini mnapeleka mnataka kuuza gari? Yaani nisiende insecurity kwa. Baby ni dereva mgeni because for example unaweza piga nani skipper picha sahihi akwambie unapeleka wapi picha. Yeye kwanza atataadi atakupozia. Umeelewa? Kuna wale madereva wetu lazima tuwape big up. Umeelewa? Wageni. Sio tutaka kujua. Sitaki kuwatetea na sitaki kuwa condemn pia, umeelewa? Hapana. That one must be condemned. Ndio no. Si labda alikuwa na experience yake fulani. Yaani nini? For example, acha niwaambie kitu. For example, kwanza tunomeletea story poa. Umeelewa? Hizi bus industry kando na managerial hiyo senior management team ndio wako na rapport na their fellow colleagues wa different company, but when it comes to foot soldiers manze tu kitambo kuna time hiyo 2013 nikianza job nilikuwa na foot soldier bro, nilikuwa naleta watu juta dhani mimi na mdosi mimi ndio mwarabu mweusi na ni kampuni ni yetu mege, so nilikuwa naichukua personal mege, so unapata ndapiga picha just to create chaos, si ati nilikuwa na shida. Ndio example poa, kuna msee alipiga picha fulani ya Simba kocha akasema wameficha magendo sijui kwa boot gani. So hiyo gari ikifika Busia, umeget, ikifika Busia makarao walionyesha ile picha imepigwa. Oh yeah. Umeget? So caption umeget? So unapata msee anapiga picha, hii gari kwanza sijui hata haina brake lights. Tukatai inaweza kwa kweli ina brake lights. So most of the ndio mekwambia labda huyo dereva anaweza kuwa alikuwa na experience. Sisema amedupoa, alikuwa na experience, but si expect kwa hiyo gari yote makru wote alikuwa nao hawajui bus world. For example na story poa umeuliza vizuri. Mimi nikiwa AC tulifanya nikapoa ile experience ya wale madereva na nani. Vile niliattend ile funeral ule mdere walinipost kwa group ya
akasema exporter from Kenya. So nikiingia kwa hii gari dereva ananiangalia anasema ni mbona umsema mahali. So mimi nikaongea na ule dereva mwingine, so dereva akamwambia that is a spotter. Akasema I know him, he's from Kenya. So si akakuja akaniambia are you the spotter from Kenya that I saw in Otis funeral? Buda, manzo walinitreat kama VIP. Umeget cause wana appreciate. Mpaka wanakutoa kwa kiti yako. Mpaka walinitoa kwa wewe unaona ni kama ni kwa gari ilikuwa imetoka kwa park. Saa inapelekwa kwa kawash. Jamaa kadandia kama gera. So it's all about madereva wetu watengenezera hapo pia. That's why utasikia kuna madereva specific wanasifiwa. Alizei no Abaska, umeelewa? Kuna Halidi, kuna kina nani. In as much as pia madereva wetu, hata sisi foot soldiers, mimi nasema hivyo. Kuna vitu zingine ufeke unaandika pale. Thank you. Kuna kitu mtu comment unabaki unashangaa. Umeandika what is the purpose? Is it educative? Unajua pia lakini pia maadmin wa basi walikuwa hata minus educative. Sema mimi ni Mombasara. Umeandika kitu fulani hapo usgini ni Mombasara. Ukuja pale unataka jambo, utapewa na nani? Utatoa tu post yako wewe unaona ndio hii. Nasema itazape tumike kwa Simba coach. Niliuliza mzee Buda, sisi wewe juzi ndio ulikuwa ndani komoa. Na nikakupigia nikakwambia shida yako iko wapi? Mimi nakuanga available. Almost everybody. Na unaweza kuona nani batukini inbox nitakujibu, umeget? Ama upige mtu kama Star, na hizi kosa namba yangu. Unaget? Kuna platform but wewe mimi delete yako. Au kuja hapo sijui umeishi kuchomea alafu unavasa. Unataka hata ikijanga hivyo inakujanga hai bro, niko na emergency nimekoma Busia, nilikuwa nauliza ile gari yenu. Hiyo gari unaishi kuchomea. Umeshinda kitu kana daily, unaona? So madereva wetu wengine wamekuwa na experience mbaya na mafoot soldiers. Umeget? Labda kulikuwa na issue tu. Hivyo ndo Bravo alifanya karibu shusha modern coast. Gari Anaishi kwa tap modern coast alafu anabeba jembe. Madereva wamekasirika kwa group na anaenda kwa so unasema Bravo alishukishwa. Bila alichunua aliambiwa kitawa aliambiwa before. Alipatiwa heads up. Ukipita Kisii shuka. Utashukishwa kitakani. So that relationship ya masporters na madereva na company management team kule kwa fiti. But nitakwambia ukweli. Juzi nilikuwa TZ charity. Manzi hawezi tufikia. Wanaweza kwa wana rapo but sasa hawaja bring something. Unaona ile togetherness. Ati Mombasara watatoa gari na watu wedo. So you guess what? Sisi ndio kama company Simba Coach peke yake nilitoa do. Hizo zingine ndo zote zilikuwa ni mafoot soldier walichanga. So unauliza huyu Ali vipi mbona mimi sioni pesa sana? Babu wewe hawadosi kutoa hela ngumu. Na imagine wana mabasi company ngapi? So wangekuwa wanataka kudu charity ingekuwa ni kitu moja big. So kila country iko na advantage and disadvantage. Umeget? Sasa tupige safari ya kurudi brief. Kurudi only take how long? Take 4 days bro. Hiyo hata cause hiyo sikulala. Hakulala. Sikulala place yote. Piga hesabu nilitoka. Umesema brief. Umesema brief. Umesema brief. Acha kusumbua. Acha nimpe hiyo story kana ndo uelewe. Nililala Joburg siku 2. And hiyo ni kitu ndio rather than Johannesburg ni ati insecurity. Hata hapa Nairobi ukitembea kimanga utapata na James Adona. Ile kofia yake. Amedunga ile kofia yake alafu refu kama mlingoti. Nani umeget? So ile si hata siku ya kwanza tulitembea mpaka saa 6 na kuna kitu mko alituuliza. So ile siku ya kurudi ulikuwa unauliza gari Likili. Wako na mazeki Volvo my friend Iriza i6s Volvo. Likili bus company ni the new entrance kwa hiyo na kwa hiyo route. Walikuwa wanaenda kitambo but sasa wamerudi juu. Wako na kulikuwa na basi fulani ilikuwa inatokanga nenda Zambia like 3 days. Achana na road. Kulikuwa na zingine kitambo hata nani anazijua Temba alikuwa amenitumia picha fulani. Ameona semezima classic Falcon ilikuwa Mkombe hapo Mkombe luxury. Hiyo. Wale ajali ni watoa kwa nani? Kwanza ajali ya mwisho ilikuwa mbaya. Ajali ya mwisho unaona sasa kama saa hii Simba Coach tukua tunaenda Kampala.
alafu nikose basi ya kwenda Kampala, niende Dream inipe gari, alafu nipige rap ya jina tu nifunike ile Simba. Alafu ile trip naenda ajali written off na umekopa gari. Awe uko out. So uko hapo kwa out. So hiyo ndio kitu kilichofanyikia. Hiyo ndio tulifanya. Ajali walipata ajali 3 major. Ilikuwa big company ama ile nyoneza jiokoa? It was a big company, but sasa shida ni kama hapa tu Kenya. Huwezi pata ajali 3 major na ubaki. It was major, umeelewa? Ya kwanza was major. Ya pili the same route. Ya tatu sasa niliuanga mpaka ile dereva wa TZ. Umeget nilio watu wengi. So gava ina question maget. So but ukirudi kule kwao wana services zao bado. Mkombe anaenda mpaka Harare. So it's a big company. Shida ni alafu pia policies tu. So kurudi 4 days kurudi nikapanda Likili brother. Unajua ni 24 hours. Volvo nikapitia Zimbabwe. Volvo sinatembea sana. Buda. Lakini ilikuwa imebeba. Kutoka kule kuna mizigo nyingi. So buda hiyo dangala ikifika kwa mlima, mnyinyi mnasema Isuzu analia kwa mlima. Ile Volvo. But still bado iko inapanda tu na pesa yake. Inapanda. So tukapiga Volvo mpaka Lusaka. So sinitoka saa 10 asubuhi. On which day? Hiyo tuseme nitoka lini? Toka Friday, Thursday asubuhi. So umeelewa 4. So nikapiga, nilikuwa nafika Friday cause Zimbabwe ni mbali. Zimbabwe si kama Botswana. Zim ni mbali sana, alafu ni basi. So nilikuwa nafika usiku. Friday usiku. Umeelewa? So hiyo Friday usiku. Umetoka Zim ni mbali bro. Zim ni kubwa. Yani 24 plus. Yes. 24 plus. Zim was big. So nikafika. Alafu sasa kitu kingine tu waste because ya mzigo ikifika kwa boda walishusha mzigo zote. Alafu kwanza ni boda ya Zambia na Zimbabwe walishukisha zote. Na unajua ni trailer bro. Hii ni trailer almost karibu 10 feet ama ni ngapi 20. So waka declare alafu zinarudishwa zote. So hapo tulimaliza almost 6 hours. That's why unaweza enda uone Victoria Falls, but that was the beauty. So tuliingia hadi kwa park. Kwa tuliamba tu na haraka. 6 hours. Wakiangalia hizi trailer inashukishwa mizigo yote. Alafu inakaa one by one, alafu mnarudishiwa. Nani mkono kuna tundume tuko hapo brother Waluya wa huko. Wanani yani unatembea na watu ngapi ama wako hapo kwa boda? No, hawa ni watu wako kwa boda. So but kila company kuna wase wao. Ni kama hata sisi ukifika busi ya boda usuli wao na tuko na watu wetu, watu tunaoita clearing and forwarding officers wetu. So wanasaidia ngabiria kupeleka. So nikafika Zim Friday usiku nikafika Zambia. Hiyo usiku nikapanda gari. Hiyo saa 8 hiyo. Na Konde saa 2. Sawa? Saa 2 jioni kwa tulitoka saa 2 sasa asubuhi around saa 10 hiyo si ni saa 2 asubuhi. Usiku niko na Konde. Na Konde nikapanda gari the same time kwa sababu ana gari za usiku. Nyosha mpaka Da nikaingia around saa 6 sijui saa ngapi na nini hapo 7. Nikatoka na Kidia ya usiku. Nilikuwa Nairobi. Umechoka kama kitu kingine. Uzuria. Acha nikwambie kitu moja, niwape kitu moja, siri moja mjejua. Kwanza frequent travelers, acha na watu wa kujifunika suka na wasichana wenyewe wanaleta story mob za nani kama kampani fulani juzi. Mimi kwanza na kuaga siogopi. So tumegaria Da. Unaona hapo kwa baranda? Na nasuka Masai. Na natembea kana pilo. Tandika mzee na lala kama nimekopa. Nikiamka asubuhi sijachoka hata kidogo. Unaget? But hivyo, so that was very fast. So in short hii safari kidogo. Ukiwa na the last trip nilienda nilikuwa na 70 Gs but nikirudi nilikuwa na 12,000 balance. That is 58. No get na nimelala, nimekula. Umelala siku 2. Umeelewa? Siku 2 hii ni nini na bado nikalala kule pia siku 2. Umeelewa? So nililala I spent almost 4 days kwa hotel because unakumbuka na Konde na Lusaka na so hiyo yote iko inclusive. Cause bus fare ukitoka hapa mpaka Dar 5,000. Ukitoka Dar mpaka na Konde 3,000. Hiyo ni 8,000. Ukitoka na Konde mpaka Lusaka 2,000. 10,000. Hiyo ni 10,000. So kutoka Lusaka mpaka Joburg 5,000.
15. Yani So fare total repair that. Kutoka- 5k ndio iko na breakfast, iko na lunch, Kutoka hapa 5k hadi da. yani Uko na story. Na maji. Na story. So unaona, so fair ukijipata, but fair nasema ujipate around 30k cause difference inakuanga na kutoka Zambia unaenda Lusaka ni dola 1500 kwacha, which is around that amount, but ukitoka kule south unakuja huko wanakufanya 1300 rands which is around 9000 and some. So unaona wamekuongeza tao ine juu because hawa say biashara haiko Zambia ukienda Lusaka, but ukienda iko Zambia ukienda Joburg, but ukitoka Joburg ni wale mama wametoka kuchukua mizigo hadi wa TZ wanatoka kuchukua vitu zao huko. So gari zinajaa, alafu bei ndio hiyo inapanda. So ni tao 9 kutoka kule, but tao 5 kutoka huko. So tu anakusema 35 ya fare, Hiyo ni fare kwenda na kurudi. on the safer side. But kama unaenda mpaka Cape Town labda ongezea another so 40 Cape Town because October Kutoka fadi. narudi tena. Sikuwa karibu kwenda. Anarudi tena with people of the of like mind. I've gifted you this phone utumiaje? You given me English ni ngumu. Wacha. Awula kana wewe. Awula kaisema tu. Tupanga vision. Fungua settings and ile reset for ile kamera. Leta. Wewe umezaa kuchangiwa. Buda. Ikapo settings. Simu ni yako. Wacha kuuliza iko wapi. Na ujipe nyewe bado umekopa kuliko uliona kuja podcast na mimi ukaenda kukopa. Enda reset. Reset. Factory reset. Factory reset. Iko hapo, iko hapo. Hajui penye iko ni ya mkopo. Ona anaenda kusearch. Ni simu yako So ukienda Cape labda weke 40k. Okay, 40k. But in general ndio tumalize tusama piki tumwambia ngase ukiwa na 100 Gs utakuwa bado na balance. Wanaojua sasa na kuweka on the safest side. Alafu unaweza enjoy even far. Na kama ni mtu wa kuongeza days unaweza ongeza. So 100 Gs utarudi the time unavuka na Manga unarudi. Utakuwa na balance. Bado utakuwa umejibamba yako yote. Utakuwa umejinice. So watu wako willing, si watu wa majokers. Watu wako serious October. Name the jokers. October safari tunaenda. October safari tunaenda tena. So hiyo safari yote siku ngapi? Wiki. Kwenda kurudi ama kwenda tu. Unaenda kurudi, unaenda kulala huko kufanya nini? Wewe unakuwa kwa So anasema shida yako ni mbio. Relax. Unaongana You're so angry. Do you have a woman in your life? No. Bwana ndo mama. Unaona mama tu kuna but you have a mother. You have a mother. A mother. So hiyo safari ni wiki mbili kwenda kurudi. Na utakuwa umekaa unaona kama for example mimi siku ya kwanza wiki tani ni siku 5, si ndio? Na ulio tuseme kama hata siku 4 unaweza fika nayo ukikosa kupata hizo hiccups. Na lazima zitakuwa. Na hiyo so lazima. Na hiyo ndio uzuri ya safari. Because those are the memory you build una get. So most of the time kwenda na hiyo siku mbili tuseme tujipate siku kama 2 kulala Cape because Cape is a very beautiful city. Na ina wademu poa. I'm just throwing in an insight tip. Yes. Okay, kuna mama pia. Kuna mama. I know you are like. That was very unnecessary. So it's a good place to go. As a muambia say as a bus lover ama mtoko kwa hii industry, sometimes try to explore. Mi limit yangu after October nataka kufanya Spain by road. Ngelewa. So it's all about maliza hiyo thing. I invite you for that one as well. Tapatana Barcelona. Kufanya nini huko? Hakuna baba. Wasikia tapatana Barcelona. Sawa. Spain rahisi, unapita hapa Kampala, Sudan, Khartoum, Egypt. Huko utapita kweli hapa. Unapita. Kwa sisi tuna gari inaenda Sudan. Anasema ile mambo ya Hakuna, unaona? racism. Mama jamaa Waarabu wapendi. The same thing niliambiwa na South Africa. Kila country iko tuna shida zao. Unaambiwa ngo asije Ethiopia iwezekani, lakini si watu wanaenda Addis Ababa daily. Umeget. So hizi vitu ni
Utajua kuna places hazina shida, so utapita rahisi sana. So from your experience, vile umeenda South hadi nini, can you advise mdosi wako like uko karibu na mdosi, unaweza advise mdosi wako bring up that kind of experience that umepata hiyo ya there is tea being served, lunch and stuff? Sio issue tu na kumadvise, ni issue yenye mimi mwenyewe natamani hata kama naweza implement. Na ni kitu vile nimekushow, for example nimekwamba within 4 months tunaanza kuona changes as far as highways concerned. Na mtaona changes, a lot of changes. Unaona kama story ya tea being served kitambo, which I think is just change. Kampala, gari ya Kampala, ulikuwa ukitoka tulikuwa tunakupa maji na soda, alafu kulikuwa na kabox tulikuwa tunapeananga. Ilikuwa na 3 different types of cakes. What happened? So I think ni change too, which is something that I just need to go back to the drawing board. Strategize what happened. Umeelewa? Can it be brought back? Then we see. So is it possible? It's possible. Can I advise my boss? We talk. Umeelewa? Now, here wewe you're close to mdosi. Ama zile upigaga tu pale kwa group ni mabani sana. Unaweza muadvise ama hata kujui. Anyway, uko close na mdosi. From what umesikia, do you think if we were to do that on the industry it's very possible, because okay, there is something that we need to bring different from what others are doing, unaona. So me okay, nilishaimwambia ngao kitu, they told me wataenda ku sit down because si wanawake na bro yake, so they'll work on it, unaona. Plus hata mimi think you see kama sasa vile Coca-Cola wako na ile nani ya kuandika majina. If you approach them mwambie wakubrandia, hawezi kataa. Hawezi kataa. Restore agreement ya kubrandia. Sasa customer ndoka yeye nimetoka sasa unajua unaambia watu share will win a ticket. But the thing that happened is Mombasa used to give people what, but sasa what management iliniambia, because I ask mbona siku hizo mpeani maji, because nini nawafanya nini by the Maralal inapotea tu maji na soda, ndio they're doing it. Basi kuna wife and stuff, unaona 3x2 but uko na experience, kila iko na amenities. Na sasa the thing that happened is aliniambia okay, unajua sasa mtu akiona kama Simba, they know you guys have money. So ukiwa approach atinitengenezeni maji, they give you a ridiculous amount of that's true. That's true. Wanakuchaji ni kama wanakupunish. Mtu anakuambia bottle moja ya maji branded ni Sultan. Hii bottle inauzwa 30 bob 40 bob. Yeah, anakuambia Sultan. Wow. So mdos the management told me bado wako kwa drawing board. Wacha wa nini? Wacha wakae chini wa strategize. Hii bado hizo nunuzi pitia lebo zako. Then wakisha strategize wa nini, then they'll come up with something, but hiyo story ya maji nayo lazima itarudi. But now I agree with that, which is true. But when I was in Tanzania, I think we can start somewhere as low as local. Nilirudi na Kidia. And I really loved what they did, because hata vile walinirapia chakula, unaweza dhani mzee unaget locally wrapped, but at the end of the day nili appreciate the fact wamenipatia. Unaona, it was local. Manze kuna kitu nilikula tu, manze imerapiwa kwa foil. Kawaida tu. Sina kawaida, so long as there is service on board, unaona. I think the best approach to this ni enda kwa hawa tu very minimal, like kwa usije kuburanga wapi ndani ya mwambie sasa wewe maji yako bado la kuuza, wewe nipikianga mimi maji branded. Yes, uzie maji yote. I think sasa, but sasa ukienda Ziki na Garigat cause wana man, but that's really cost. Anyway, one of the thing musema ni as much as kwa social media tuko very fast kutupa stone kwa investors na tuambie vile watu nataka tuseme unataka tupage mtabu taja ana kuna maji maji kale kama maji kadogo hivi katika kadogo, bora lazima useme kale kadogo, si maji sijakata, bora useme kale kadogo hivi 500 ml. Si hivyo ndo kila mtu anafanya, kwa sababu sisi tuko na anyway, that is what we call but we need to pull up ourselves. Pull up. However, ni from all stakeholders kwa industry, fabricators, ni kila mtu, food soldier, investors, sisi nini, bus reps, management,
lazima kila mtu pull up their socks. Oh yeah. Wacha kupea tu bare minimum. Kama vile Fubra walikuja. Wana do job 50 sana. Bridge hapo tayari. Yuko wapi Aidan? Aidan, Ted. Ted, There is another guy. Umeelewa? Mpaka wakaanza kumuuliza story ya World Cup. Ilikuwa tu World Cup. Si ni huyu? Huyu ndiye aliingia kama advisor. Akaanza kuuliza Ngoja. Na mbona gari toke kwa fabricator ikuje ipige lap alafu World Cup ikasekana. Wacha kama ile World Cup itafika mali. Itafika lakini Mdosi alilipia hiyo World Cup. So you should acha nikwambie. Ngoja before this kid. Hiyo ni topic ya nada de World Cup. Na lazima kwa hapa na hizo jibu zake. Tukimalizanga hizo jibu zote. Nikuuliza kama Aluko. You as a foot soldier. World Cup inakusaidia. Na nini? Aluka analizanga swali ya jambo. Wachana nayo. Atakiwa jambo swali. Unataka nini kuchukua jambo alafu rudi. Bado swali ni moto. Ngoja wacha niulize. Nikikupatia hii simu. Sawa, because niko karibu kukupatia. Utoe hii cover. Sawa. Kuna shida gani? Utakuwa umenini simu. Sitakuwa nimrudisha value yake chini. The truth is because utakuwa hii simu itakuwa na scratches. Kwani umenipatia sana kwa nimeshinda TV na kifungu? Hata ungeniuliza umenipa hii simu unitoe screen. Umeelewa? Cover. First of all when you cover. Unajua shida ukiniletea kwa podcast, nilete na watu wanauliza swali za maana. Umeelewa? Mzee, hata ungeniambia umenipa simu nitoe screen, ndakubali nimetoa dhamana. Umeelewa? Kuna swali umeulizwa, wewe kama food soldier, World Cup inakupeleka wapi? Wacha sasa food soldier. Abiria sasa kuja akasema pandi gari juu haina nini? World Cup hapo ndani ya gari amechungulia. Show some responsibility. Abiria labda akose engine kwa gari ndiye anaweza la. Ni kama iko fia yako. Ukitoa kuna mtu atakuuliza swali. Labda uniulize kama unateseka. Kidogo nitapingana na nyinyi. Si ati hakuna leta simu yangu bana utaangusha. But for aesthetics too. Sini kwa vile na sasa unachimba umesema hata mimi sikatai. The thing is si ati gari itoke huko na World Cup. Siku moja imepiga tu trip moja. But hata nyinyi mnajua vizuri. Unajua siku moja. Alafu number 2, tunacheki hizi gari zetu. Check utaangalia. Tusikizane. Gari imetoka kwa fabricator leo imepiga trip mbili haina. Sikiza. Unaona ndikianga check gari, si ndio? Unajua you know the cost of the World Cup. Si ndio? Alafu uone hiyo gari vile mliinvest kwa hizo World Cup, gari na World Cup. Na imepotea na ionekani. Umesema kitu maana sana. Nikakuuliza swali. Unaona nikichukua gari kwa nani kwa Scania, kwa after gari kishamalizwa na body upeleke kwa Scania, sawa? Nikichukua gari sasa ni yangu. Hii gari inakuanga na vitu specific. Zingine zinakuanga equal quantity, zingine hazikuanga equal quantity. For example, sipe yangu spare tire ya zote ni umeelewa 8 ama zidi 10 kama ni PT, umeget? Na pomba spare tire ile moja. Umenielewa? Hiyo spare tire moja peke yake ndio maybe inaweza kuwa iko na spare World Cup. Umeniget? But I assure you 100% inakuanga aina. Sawa? Hizo tip mbili Mwangi unasema. Hii ni barabara. Gari imetoka hapa. Imefika Ndori kwa wale wajaka wanyatumiangia kidogo ameweka msumari. Imepiga pancha. Umeelewa? Ikishapeka pancha, conductor wangu amebadilisha. Umeelewa? Ile tire because of time na everything amechukua ile tire amerudisha pale. Thank you. Umeelewa? Imeenda ikirudi tu kuna umjaka nao Ndoria kwa Nairobi ameitai mtu amepiga picha. Alafu the first thing haina World Cup. Gari ni mpya. Gari unaget kuna hizo dynamics umepata? So amerudi akiniambia hivyo naambia hiyo gari itakuwa World Cup. Jioni imekuwa World Cup utamuona kwa site. Uko na gari yako. Wewe uko na gari wewe. Mekanika akitoa ile gari. Akitoa zile manats. Alafu akose kurudisha peleka nini kainje. Si unamwambia mbona hujarudisha hii? Huyo ni mechanic. Mimi sasa hivi na drive sasa hivi nikienda home nipate pancha.
Niko na time ya kutoa spare nirudishe, alafu sijui nifungue nut nirudishe wheel cup, sijui nifanye kama unanielewa. Nikifika home ndio ndarudisha wheel cup. Unaniget? There is something, as simple as there that. is something called responsibility. Sijatupa wheel cup iko kwa boot. Unasemanga hivi. Hiyo nakuteteanga niko kwa boot. Kwa nini kila siku ukiniambia the next trip hiyo basi iko na wheel cup? Umeelewa? But what I'm saying ni Fubra is doing a good job, but mna need to change. Tupushini tuweke vitu kama maji, soda. Umeniget? Si wheel cup. It's called amenities on board. Amenities on board ama iko off board. Namwambia hiyo kitu yenye Fubra inafaa kuwa ina push like sana unaona. Tumaliza wheel cup Aidan. Tunakutaka next. Kuja hapa mtuambie hizo amenities ni wheel cup iko na umuhimu. Kamera itakata mguu, tunajua mguu zako. Anyway, thanks for coming. See you, man. Ndori man. Namwambia thank you.